inayozidi haki ya Mafarisayo. Andiko letu la msingi liko katika Mathayo 5:20. Tulisoma kila siku, tutalisoma tu mpaka siku tukikamilisha. Mathayo 5:20. Karibu msomaji. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Ya kwamba anatuambia sisi ya kwamba haki yetu sisi isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hatuwezi kutoboa. Anaitwa spesa, hatuwezi kutoboa. Na tukaona siku ya kwanza tukasema ziko haki za Mafarisayo walizokuwa wanatembea nazo. Haki ya kwanza tukasema ni ipi? Haki ya kwanza ni ipi? Kule nyuma haki ya kwanza ni ipi? Au nichague mtu? Kufunga na kuomba, hiyo ya kwanza. Ya pili tulijifunza jana, tukasema haki ya pili waliokuwa nayo ni ipi? Tulisema walikuwa serious sana kwenye kulinda ndoa zao, maagano na maadili ya jamii. Amina, watumishi wa Mungu. Amina, watumishi wa Mungu. Na tukajifunza jinsi ambavyo hao watu walipambana sana na roho ya uzinzi, na tukaangalia uzinzi maana yake katika muktadha wa mambo au maeneo mawili. Angalia uzinzi wa kawaida ambao wanadamu wengi wanajua, lakini angalia jinsi ambavyo mtu anaweza kazini na miungu mingine. Wanaweza kusaidia sana. Lakini nashukuru Yesu alitusaidia pia tukaweza kuomba na tulimuona Mungu atusaidia. Yesu asifiwe sana. Sasa siku ya leo natamani tujifunze haki nyingine waliokuwa nayo Mafarisayo. Haki ya tatu waliokuwa nayo Mafarisayo, ambao Yesu anataka tujipime kwao, tujitathmini kwao. Anaposema haki yenu isipozidi ya waandishi na Mafarisayo, kamwe hamtaingia kwenye ufalme wake. Maana yake kuna haki ambazo inabidi tuzijue, alafu tujipime ya kwamba je, tumefikia na kuwazili au bado tuko chini. Haki ya tatu waliokuwa nayo hao Mafarisayo, walikuwa na haki ya utakatifu wa nje na usafi wa mwili. Walikuwa na haki ya utakatifu, haki ya utakatifu, japo walikuwa wa nje na usafi wa mwili. Mathayo 23 mstari wa 27 hadi 28. Mathayo 23 mstari wa 27 hadi 28. Mathayo 23 mstari wa 27 hadi 28. Kama msomaji wetu jiandae kusomea. Karibu. Waandishi na Mafarisayo. Wale waandishi na Mafarisayo wanafiki, walikuwa wanafiki. Hakika mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri. Nayo kwa nje ukiangalia yale makaburi yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu. Ndio. Na uchafu wote. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Ugea mkono namna yetu, salimiane. Alafu kama umekuja na kigelegele unaweza kukipiga. Piga kigelegele kwa Yesu. Na makofi yaongezeke kama yapo. Haki ya Mafarisayo ya tatu ilikuwa wanatunza utakatifu na usafi, japo walikuwa ni wa nje. Yesu anawaambia enyi Mafarisayo, waandishi na Mafarisayo,
yaliyopakwa chokaa. Ukienda makaburini utakuta na wengine makaburi wanayapiga hadi vigae, wanayapiga vigae, yanapendeza. Wengine mpaka wanajengea tujumba kabisa, wananunua msazi wanaweka. Yaani ukiangalia ile kaburi unaliona kama vile linavutia. Lakini anasema ndani yao kuna mifupa na uchafu. Ukijaribu kuangalia majeneza wakati amewekwa maiti ndani yake, jeneza ukiliangalia mtu amelinunua milioni 1.2, linapendeza, linang'aa, linavutia. Ile jeneza unaenda nalo kaburini linawekwa, lakini ndani yake ni mifupa na uchafu. Mwili wetu unaoza, unakuwa mifupa na uchafu. Hivyo Yesu anawaambia, enyi Mafarisayo, ni kweli mmejali kwa habari ya usafi wa nje na utakatifu wa kufuata maagano na maagizo na Torati inavyosema, lakini ndani yenu, ndani ya mioyo yenu pamejaa uchafu na mifupa mfu ndani yenu. Wanaweza kusaidia. Haleluya. Kanisa kubwa la kisasa la sasa hivi, wengi wamekuwa kama hawa Mafarisayo. Unaweza ukamwona mtu amepiga tai, amenyoa tai, amepiga suti kama mimi. Ukimwangalia utasema Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu unamuona amekaa kama mtumishi, lakini ndani yake, ndani ya moyo wake ni uchafu na mifupa. Akusaidie Yesu. Sasa hawa watu walikuwa wazuri sana. Unajua walikuwa wazuri sana kidogo. Hawa watu walizingatia usafi sana, watumishi wa Mungu. Hawa watu ilikuwa hivi, wakija kula wananawa mpaka kiwiko. Yaani akitaka kula ananawa mpaka kiwiko. Kiwiko kwani? Yaani ananawa mpaka kiwiko. Haja mbona alikuwa mtresini. Hawa watu walikuwa ni kwamba kama akitoka ndani akaondoka akaenda sokoni, akitoka sokoni kabla hajaingia ndani lazima anawe miguu. Mafarisayo. Halafu baadaye tugeuze tuweke kwenye roho, tuweke rohoni kwetu sisi. Na ndio maana walikuwa na taratibu ya nje ya milango, walikuwa wanaweka vitu vyenyewe, walikuwa wanaita mabalasi. Mabalasi ilikuwa ni kama ambavyo wewe ungeweka ndoo ya maji hapo, anayetaka kuingia ndani lazima anawe. Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa wameweka pale mabalasi yamejaa maji, ambayo kila akitoka mtu sokoni alikwenda nje, anaporudi ananawa kwanza ndo aingie ndani. Ndio maana unaona kwenye Mathayo wakati Yesu anafanya ule muujiza wa Kana ya Galilaya wa kutengeneza divai, wakati divai imeisha, anawaambia nendeni mkachukue maji kwenye mabalasi ya nje. Wanaweza kusaidia sana. Alitaka waonyeshe kwamba vitu vilivyokataliwa vinavyokaa nje visivyo na heshima vinaweza kuleta heshima katikati ya watu. Wanaweza kusaidia sana. Kama Mafarisayo walikuwa wakinawa hapo nje, ndipo wanaingia ndani. Atusaidie Yesu Mwokozi. Marko 7. Marko sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 4. Soma hapo msomaji. Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote, kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote ndio wasiponawa mikono mpaka kiwiko, awali wakishika mapokeo ya wazee wao. Mstari wa 4. Tena wakitoka sokoni, wasipotawala hawali, na yako mambo mengine unayopokea kuyashika, ndio kama kuosha vikombe na miguu, ndio na vyombo vya shaba. Yes. Soma hizo historia za Mafarisayo. Hao jamaa walikuwa wanaoga sana, yaani ndio walikuwa mabingwa wa kuoga.
usafi wa nje, wanaonekana ni makaburi yaliyopigwa chokaa, lakini ndani mioyo yao haiko vizuri. Sasa Yesu anapokuja hataki sisi tuwe wasafi tu kama Mafarisayo wa nje, bali anataka tuwe na mioyo safi yenye kuoshwa kila siku kuliko Mafarisayo. Kama ukitoka ukaenda sokoni na ukaona jicho lako likukosesha, kabla hujaingia ndani mwako hakikisha umenawa, maana yake umejitakasa. Usafi wa Mafarisayo wa nje alitaka tugeuze tulete rohoni. Maana yake ni alihitaji awe na kanisa takatifu linalochukia uovu, linalojitakasa, lililohoshwa vizuri, halina mawaa, limenyooka, limeamua kumwona Yesu. Hayo haki hii inatufundisha sisi si tu usafi wa mwili. Na naomba unisikilize, Yesu hakusema tuache kuoga. Sio nasema mtumishi amesema tu usafi wa mwili wa roho. Na nataka nikwambie uchafu wa kawaida ni dhambi. Uchafu wa kawaida ni bado waambie watu wa Mungu, hata kama una nguo moja, hiyo nguo hakikisha unaifua inakauka. Kama umepata neema ya basi inyoshe, vaa hiyo endelea. Mithali 8:13 utakatifu. Mithali 8:13. Mithali 8:13. Mithali 8:13. Ndio kumcha Bwana na kuchukia uovu, ndio kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kuchukia. Bwana ni kuchukia uovu, Kiburi na majivuno, kiburi na majivuno na njia mbovu, na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kinywa cha ukaidi pia na kuchukia. na kichukia. Kwa utakatifu ni nini? Utakatifu ni mtu ambaye anachukia uovu, ni mtu ambaye anachukia uovu, ni mtu ambaye anakataa uovu. Palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Sikia anachosema, mtu huyo alikuwa mkamilifu na nini tena jamani? Na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu. Ni mmoja ya watu waliomcha Mungu na kuepukana na uovu. Sifa ya Ayubu, aliyepukana na nini jamani? Na uovu. Kama na lingine Ayubu kinachomsaidia kupita hata kwenye magumu aliyokuwa anapitia ni kwa sababu ya utakatifu aliyokuwa nao. Alichukia, aliepukana na uovu. Watumishi wa Mungu, hapa tunapo
ya kwamba acha mengine yanipite, kwa sababu duniani si kila kitu unachokiona kinakufaa. Sio kila kitu unachokiona duniani